Naam, Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa katika Kristo Yesu. Namshukuru Mungu kwa kunipa kibali siku ya leo kuweza kukuletea kichwa cha somo chenye kichwa nguvu ya mafunuo. Tunaelewa kwamba kila mwanadamu aliye hai chini ya jua ameumbwa kwa namna ya kipekee sana. Hakuna mtu aliyeletwa duniani kwa bahati mbaya. Lazima uelewe kwamba wewe ni mwanzo kamili wa Mungu, uliyezaliwa kwa makusudi maalum, na hilo kusudi lililofichwa ndani ya akili ya Mungu mwenyewe. Changamoto, upinzani au kutokueleweka na watu havikubadilishi ukweli huo. Watu wengi wanajaribu kuishi maisha yao kwa kufuata mifumo ya wengine, na hasa ukiwa na wito maalum chini ya jua. Kama usipoangalia nini Mungu anakuambia cha kufanya, maana yake utakuwa ukifanya kwa kufuata wanadamu wanasema nini kwenye maisha yako. Sasa watu wengi wanajaribu kuishi maisha yao kwa kufuata mifumo ya wengine, wakisahau kwamba Mungu hafanyi kwa kuiga au hafanyi kwa kufuata mkumbo. Yaani kuna jukumu ambalo wewe uko nalo ambalo kwa mtu mwingine ni ngumu sana kufanya jukumu ambalo Mungu amekupa. Ameweka mpango wa kipekee wa maisha katika kila mtu chini ya jua. Ameweka mpango pekee wa huduma na ameweka mpango pekee wa hatima ndani ya kila mtu. Na mpango huo unaweza ukaeleweka tu kupitia nguvu ya mafunuo. Sasa leo nitaeleza kiundani zaidi nini maana ya nguvu ya mafunuo katika maisha yako. Ukifahamu nini maana ya nguvu ya mafunuo kwenye maisha yako, utatembea ukiwa na mwongozo kamili wa kimungu, kwa sababu utakuwa unajua nini ambacho unafanya kwenye maisha yako. Kinachofanya watu wengi wanapoteza dira kwenye maisha yao ni kwamba wameishi kwa kufuata taratibu za dunia kama watu wengine wanavyoishi. Lakini wale watu waliobeba hatima kubwa kwenye maisha yao ni wale watu ambao wanatembea kwa kufuata nguvu ya mafunuo ndani yao. Sasa tuelewe mafunuo maana yake ni nini. Mafunuo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa kwa roho ya mwanadamu ndani yake. Ni nuru inayofungua macho yako ya ndani ili kuona kitu ambacho wengine hawawezi kuona. Mafunuo ni siri ambayo iko chini ya mtu binafsi na Mungu. Ni siri ambayo imefichwa. Siri hii inamhusu mtu peke yake binafsi na Mungu pekee. Sasa bila mafunuo mtu hawezi kuishi maisha ya bidii na hayawezi kuwa na matokeo ya kiroho. Unaweza ukahubiri, unaweza kufanya kazi na unaweza kuishi kama watu wengine, lakini nje ya kusudi la mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Sasa nguvu ya mafunuo ni nguvu ambayo inaweza ikakufanya ukaishi katika utimilifu hapa chini ya jua. Nataka niwaambie kitu. Utumishi wa kweli haujengwi juu ya akili ya kibinadamu, bali juu ya kile Mungu alichokufunulia. Wakati Mungu anakupa safari, anakupa pia na ramani ya mwongozo wa kuifuata. Mungu hawezi kukupa safari kwenye maisha yako ikiwa hajakupa na ramani. Sasa watu wengi wanaotembea kwa kujiamini ni wale watu wanaotembea katika nguvu ya mafunuo ndani yao. Mafunuo yanakufanya ujue nini cha kufanya, lini na wapi na kwa kina nani. Usipokuwa na mafunuo ni ngumu sana kujua wito wako, ama ni ngumu sana kujua asili yako hapa chini ya jua. Hivyo basi nguvu ya mafunuo ndiyo inayoamua ubora wa maisha yako ya kiroho, mwelekeo wa huduma yako na matokeo ya safari yako hapa chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie mambo ya kuzingatia katika maisha kuhusu nguvu ya mafunuo. Cha kwanza kabisa, mafunuo ni chanzo cha utumishi halisi. Nataka nikwambie kitu. Watu wengi leo wanahangaika katika huduma zao, hawajui wafanyeje. Ni kwa sababu hawana mafunuo juu ya wito wao. Watu wengi wanapata shida chini ya jua ni kwa sababu hawajajua nini ufunuo wao kwenye maisha yao. Kama usipojua ufunuo wako ni nini, position yako ni nini, ni ngumu sana kuleta matokeo makubwa hapa duniani. Nataka nikwambie, huduma ya kweli chini ya jua huanza kwenye mafunuo ya Mungu. Mafunuo ni kama mbegu ya kiroho iliyozalisha matokeo ya milele. Bila mafunuo mtu anaweza kuingia kwenye huduma kwa hisia au msukumo wa watu au tamaa ya kutambulika mbele za watu, lakini pia bila misingi ya kiroho. Sikia, Mungu hafanyi chochote bila kukufunulia kwanza. Katika Amosi 3:7 neno la Mungu linasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii wa siri yake.
Katika Amosi 3 sura ya 7 tunaona kwamba Mungu hawezi kufanya jambo lolote kabla hajakufunulia. Sasa watu wengi, watumishi wengi, sasa tuna wimbi kubwa sana la watumishi wa Mungu, lakini ni wale watumishi ambao hawajui mafunuo yao kwenye wito wao. Kama umeoa mke ama uko na mume, lakini kama hajui mafunuo, kuishi katika mafunuo aliyokuwa nayo, na mafunuo haimaanishi lazima watu wa huduma peke yake, lakini nazungumza mafunuo katika kila eneo. Mafunuo kwenye biashara, mafunuo kwenye ndoa yako, mafunuo kwa mume wako, mafunuo kwa mke wako. Kama mkiishi bila mafunuo, ni ngumu sana kuenda katika utimilifu hapa chini ya jua. Sikiliza, mafunuo ni mwongozo wa kimungu unaofanya ujue nini cha kufanya, wakati gani na kwa namna gani. Mtu asiye na mafunuo anaweza kuhubiri mahubiri mazuri sana, lakini yasiyobeba uhai wa kimungu ndani yake. Lakini mtu mwenye mafunuo, hata akiongea neno moja, linaacha alama milele ndani ya mioyo ya watu. Utumishi usio na mafunuo ni kama gari lililo na mafuta. Linaweza kuwa na muundo mzuri, lakini haliwezi kusafiri umbali mrefu. Ndio maana Mungu alimwambia Musa, tazama, nimekufanya kama Mungu mbele ya Farao, katika Kutoka 7 mstari wa 1. Lakini kabla ya maneno hayo, Musa alipokea mafunuo katika kichaka kilichokuwa kimewaka moto. Sikiliza, ukisoma vizuri historia hiyo utakuja kuelewa. Wakati Mungu anataka kumtumia Musa kwenye misheni zake, Musa kwanza alitaka mafunuo. Ni kweli Mungu alitaka kumtuma Musa kwa Farao kwa ajili ya kuwatoa wana wa Israeli, lakini kwanza Musa alihitaji kuelewa mafunuo. Mungu anataka nini kwa Musa? Ili mlazimu Musa akae chini ya magoti ya Mungu kufahamu nguvu za Mungu. Musa hakuweza kunyanyua miguu kuanza kuwatoa wana wa Israeli, kuanza kupambana na Farao ikiwa Mungu hajajifunua kwa Musa. Ni ngumu sana kufanya huduma yako ikiwa bado hauna uthibitisho wa kile ulichoitiwa hapa chini ya jua. Nataka nikwambie, watu wanaotembea kwa ujasiri ni wale watu ambao wanaotembea kwenye mafunuo, wanaotembea katika nguvu ya mafunuo waliofunuliwa ndani yao. Usipokuwa na mafunuo, ni ngumu sana kufanya huduma ambayo itakayoleta matunda makubwa hapa chini ya jua. Ufunuo ule wa Musa ndio ulimpa nguvu ya kukabiliana na Farao, sio ujuzi wala ufasaha wa maneno. Mafunuo yanaweka misingi ya huduma yako. Unapokosa ufunuo, utumishi wako unakuwa unaongozwa na uzoefu, sio wa kiroho. Kila kinachoongozwa na uzoefu pekee hakina uwezo wa kubadilisha maisha ya watu. Sikiliza, kuna watu wameanzisha huduma, lakini wameanzisha huduma kwa mazoea. Huduma haiwezi kuongozwa na mazoea. Huduma haiongozwi kwa sababu umesoma theolojia ya Biblia. Huduma inaongozwa na mafunuo. Kama huduma yako haina mafunuo, ni ngumu sana kuleta badiliko katika maisha ya watu. Lakini namba 2, mafunuo yanafafanua wito wako. Kila mtu ana wito wa kipekee kutoka kwa Mungu, lakini si kila mtu anauelewa. Wito hauwezi kutambulika kwa elimu au nafasi au uwezo wa kibinadamu. Wito unafunuliwa kupitia mafunuo ya Roho Mtakatifu. Wito ni mpango wa kimungu juu ya maisha yako, lakini mafunuo ndio ramani ya kuelekea katika mpango huo. Nataka nikwambie kitu, bila mafunuo unaweza kutumia nguvu nyingi ukafanya mambo mazuri, lakini yasiyo sahihi. Lakini ukitembea kwa mafunuo yatafafanua wito wako. Nataka nikwambie kitu moja, katika kitu ambacho kimetofautisha kati ya mtu wa kwanza na mtu wa pili, kati ya wewe na mtu mwingine, ni mafunuo uliokuwa nayo. Kilichotofautisha watumishi wengi sana, ni kweli kuna watumishi wengi sana, lakini huwezi kujilinganisha na watumishi wengine kwa sababu Mungu ameweka mafunuo ya kipekee ndani yako. Hakuna utumishi pasipokuwa na ufunuo. Bwana Yesu atusaidie sana. Katika Wagalatia 1 mstari wa 15 hadi 16, neno la Mungu linasema, lakini aliponipendeza Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akanifunulia mwanae ndani yangu ili nimhubiri. Wagalatia 1:15 pale. Paulo alikuwa ni mtu wa dini, mwenye bidii na elimu ya hali ya juu, lakini mpaka alipofunuliwa na Kristo ndani yake, ndipo akajua wito wake wa kweli. Mafunuo yanabadilisha mwelekeo wake kutoka katika dini kwenda katika kiroho.
Sikiliza nikwambie kitu. Mafunuo yanakufanya ujue, cha kwanza, kwa nini Mungu alikuita. Andika, kama unaandika andika. Mafunuo yanakufanya ujue kitu cha kwanza, kwa nini Mungu alikuita. Yaani ile kwa nini Mungu alikuita, mafunuo yanakuja kukutambulisha kwa nini Mungu alikuita. Lakini cha pili, wapi unapaswa kuhudumia. Watu wengi wameitwa, lakini ikifika akahudumia wapi, anaanza kuhangaika kwa sababu hana mafunuo sahihi juu ya wito wake. Lakini cha pili, unapaswa mafunuo yanakuonesha wapi unapaswa kuhudumia. Cha tatu, ni nani unapaswa kuwahudumia. Sasa kwenye mafunuo yatakuja kukuonesha ni kina nani unapaswa kuwahudumia. Nataka nikwambie kitu, hakuna wito, hakuna maisha chini ya jua pasipokuwa na ufunuo. Lakini cha nne, ni kwa namna gani unatekeleza wito huo. Yaani cha nne, wito unakufanya ujue namna gani unaweza kutekeleza wito huo. Sikiliza nikwambie kitu. Nataka nikwambie, kuna watu wengi wanahangaika katika maisha yao. Kuna watu wengi wana huduma kubwa, lakini inapofika wafanyeje ili wafike kwenye mwito wao, wanaanza kuhangaika. Hawajui wafanye nini, kwa sababu wito utakufanya ujue kwa namna gani unaweza kutekeleza wito wako. Mungu akikupa wito, atakupa pia namna gani unaweza kutekeleza wito huo. Wito wako hauhitaji sana upige kelele mbele za watu juu ya wito uliokuwa nao. Wito wako unahitaji ujue ni namna gani unaweza kutekeleza wito wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wito unakufunulia mambo manne, lakini watu wengi wamekata tamaa kwenye huduma au maisha kwa sababu hawana picha kamili ya wito wao. Wanajituma, lakini hawana ramani ya mafunuo ya kujua kama mwanga wa kuelekeza hatua zao unatokea wapi. Sikiliza, Zaburi 119 mstari wa 105. Neno la Mungu nasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kila unachofanya kwa mafunuo hubeba uzito wa kiroho. Kila unachofanya bila mafunuo hubaki kuwa kazi ya kibinadamu tu. Kwa hiyo ili utembee sawasawa na makusudi ya Mungu, tafuta sio wito tu, bali ufunuo wa huo wito wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Point namba 3, mafunuo yanakuweka huru kutoka kwa maoni ya watu. Moja ya vizuizi vikubwa kwa watu wengi wanaoitwa na Mungu ni hofu ya maoni ya watu. Mara nyingi watu wanajaribu kuthibitisha thamani yako kwa macho ya kibinadamu badala ya kusimama katika kile ambacho Mungu amekufunulia. Nataka nikwambie kitu, ni ngumu sana kufanya matokeo ya kiungu chini ya jua kama usipokuwa na mafunuo. Kwa sababu namba 3, mafunuo yanakuweka huru kutoka kwa maoni ya watu. Sikiliza, ukiwa na mafunuo, hata watu wakikujadili kwa vile jinsi wanavyokuona, hautaweza kubadilisha mwelekeo wako. Nataka nikwambie kitu, mafunuo yanakuweka huru kutoka kwa maoni ya watu. Sikiliza, mtu mwenye mafunuo ya kweli haongozwi na vile watu wanasema, bali kile Mungu anasema. Mafunuo yanakupa uhuru wa kipekee, yanakufanya utembee katika utulivu hata unapokosolewa na kutoeleweka mbele za watu. Yohana 2 mstari wa 24. Neno la Mungu nasema, lakini Yesu hakujikabidhi kwao, kwa maana aliwajua wote. Tuangalie kiongozi mkuu Yesu katika wito wake. Yeye alijua ni nani na alikuja duniani kufanya nini. Alijitahidi kutembea katika ule mwito wake kwa sababu alitembea katika mafunuo. Mafunuo yanamuweka huru kutoka kwa maoni ya watu. Hakutaka kusikiliza watu wanasema nini. Sikiliza, unahangaika kwa sababu unajitahidi sana kujitambulisha mbele za watu. Kwa sababu ukitembea katika mafunuo, hautaangalia watu wanasema nini juu yako. Yesu alijua utambulisho wake kupitia mafunuo ya Baba yake. Ndio maana hakuwahi kusikitika kwa maneno ya watu. Wengine walimwona kuwa ni mwana wa seremala, wengine nabii wa kijijini, lakini ndani yake alijua, mimi ni mwana wa Mungu. Mtu asiye na mafunuo ataishi akibadilika kulingana na kelele za watu. Nataka nikwambie kitu, wito wako usipokuwa na mafunuo, ni ngumu sana kusurvive katika hii dunia. Wanadamu, hakuna watu ambao wanabadilisha maneno kama wanadamu. Ukitaka sifa kutoka kwa midomo ya wanadamu ama kutoka kwa macho ya wanadamu, maana yake kila siku utakuwa ni mtu wa kudharauliwa. Nataka nikwambie kitu,
usipotembea kwa mafunuo ni ngumu sana kufanya mabadiliko chini ya jua. Nataka nikwambie, mtu mwenye mafunuo ataendelea kutembea kwenye njia yake hata kama hakuna anayemshangilia, hata kama hakuna anayemwelewa. Mafunuo yanakuondoa kwenye utumwa wa kutaka kukubalika kila wakati. Nataka nikwambie kitu, si kila wakati utakubalika. Watu wanaotembea kwenye mafunuo ni watu wanaotembea katika mafunuo ya kiungu, wanaotembea katika nguvu za kiungu pekee. Hawatembei kutokana na watu jinsi wanavyozungumza. Mafunuo yanakufanya ujue kwamba kutokueleweka na wanadamu haina maana ya kukosekana kwa nguvu za Mungu ndani yako. Kuna wakati Mungu anakuruhusu uonekane kama hauna maana mbele za watu, ili uendelee kutegemea sauti yake pekee, ili maneno ya watu, ili kuzoea kwamba kwa mwongozo wake pekee unaweza kuongoza safari yako. Watu wanaweza kukuona leo mahali ulipo, lakini hawawezi kuona kesho ya Mungu anayokupeleka. Kwa hivyo ukiishi kutokana na maoni ya wanadamu, ni rahisi sana kupoteza dira kwenye maisha yako. Kwa hiyo usiruhusu maoni ya watu ya kufanya upoteze maono yako. Endelea kutembea kwa mafunuo, maana ndani yake ndimo kuna amani, ndimo kuna uhuru, na ndipo kuna uthibitisho wa kweli wa wito wako ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4. Mafunuo yanaleta ujasiri wa kimungu. Mtu mwenye mafunuo huwa na nguvu ya ndani isiyoelezeka. Si kwa sababu anachokiona kwa macho, bali kwa sababu anachokijua rohoni. Mtu anayetembea kwenye mafunuo, sikiliza, namba 4, mafunuo yanaleta ujasiri wa kiungu. Yaani mtu mwenye mafunuo atatembea kwa ujasiri. Na ndio maana wanaotembea kwenye mafunuo ya kiungu, akiongea anajua Mungu ameongea, akisema Mungu amesema, na akiamua Mungu ameamua, kwa sababu wanatembea katika mafunuo. Mafunuo yanamjenga mtu kuwa jasiri mbele ya mazingira magumu, kwa sababu yanampa hakika ya Mungu yuko upande wake. Ujasiri wa kimungu haujengwi kwa maneno ya watu, bali kwa utambuzi wa kile Mungu amesimama juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Isaya 43 mstari wa 1, neno Mungu anasema, Bwana alinena nami akasema, usihofu, maana mimi nimekutwaa. Watu wanaotembea kwa hisia huishi kwa hofu, lakini wanaotembea kwa mafunuo huishi kwa imani. Mafunuo yanakufanya uone mbali kuliko changamoto za sasa. Yaani, hujanielewa. Kuna wakati unaishi kwenye changamoto, kuna wakati unaishi kwenye mapito. Watu wamekuzonga, dunia imekukataa, marafiki wamekukataa, lakini hautaishi kutokana na ile dunia namna inasema, lakini utaishi kutokana na mafunuo ya Mungu ndani yako. Haleluya. Mtu mwenye mafunuo hawezi give up. Mtu mwenye mafunuo hawezi give up vita, kwa sababu vita kwa mtu mwenye mafunuo ni kama wakati wa kumfundisha kwenye maisha yake. Mtu anayetembea katika mafunuo ni mtu ambaye huwezi kubadilisha maamuzi yake kirahisi, kwa sababu anamthibitisha Mungu ndani ya mafunuo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafunuo yanakuonesha ushindi hata kabla ya vita kuanza. Tazama mfano wa Daudi. Wakaja jeshi lote la Israeli lilikuwa linamwogopa Goliath. Daudi alikuwa na ujasiri wa kipekee. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na mafunuo ndani yake kwamba Mungu aliyeokoa kwenye mdomo wa simba na dubu atanitoa pia mikononi mwa Mfilisti huyu. Habari hii unaweza kuipata katika Samueli wa kwanza mstari wa 17, mstari wa 27, mstari wa 37. Samueli wa kwanza 17:37. Ujasiri wa Daudi haukutokana na silaha, bali kutokana na ufunuo, uhusiano wake na Mungu. Nataka nikwambie kitu. Kuna wakati uhusiano wako na Mungu utakufunulia mafunuo ya safari yako, na utakuwa na uhakika katika kila jambo unalolifanya. Hata aje mtu wa aina yoyote hautaogopa, kwa sababu utakuwa unajua aliyekufunulia, na utakuwa unajua njia unayojendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, huo ndio ujasiri wa kiungu ambao unaotokana na mafunuo. Ujasiri unaofanya useme, ninajua aliyeniita, ninajua anayenisimamia. Mafunuo yanapokaa ndani yako hayakuachi uwe moga tena.
yanakuondoa kwenye roho ya wasiwasi na kukuweka katika imani thabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu wanaangamia katika Hosea 4 mstari wa 6 nasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini wale wenye maarifa ya kiroho, wenye mafunuo, hawatetemeki mbele ya tishio lolote, kwa maana wanajua waliposimama na wana uhakika na Mungu wao wanayemwabudu. Kwa hiyo kadiri unavyopokea mafunuo ndivyo ujasiri wako unavyoongezeka. Mafunuo ni chanzo cha nguvu moja, lakini cha pili, mafunuo ni chanzo cha uthabiti, lakini cha tatu, mafunuo ni chanzo cha ushujaa wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Point namba 5. Andika: mafunuo yanakuweka kwenye mpango wa kiroho. Mafunuo yanakuweka katika mpango wa kiroho. Mafunuo ni kama dira ya safari ya kiroho, ama mafunuo ni dira ya safari ya kiroho. Yanakuongoza usitembee kiholela, bali kwa mpangilio wa kimungu. Watu wengi wanafanya mambo mazuri, lakini nje ya wakati wa Mungu. Wanatenda mambo ya kiroho, lakini si kwa utaratibu wa kiroho. Mafunuo yanakuweka katika mpangilio wa kiroho wa Roho Mtakatifu, ambapo kila hatua yako inaendana na ratiba ya mbinguni. Ukiwa na mafunuo ni ngumu sana kufuatisha dunia. Nasema tena, ina maana ukiwa na mafunuo utatembea na ratiba ya kimungu. Wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu, katika Warumi 8 mstari wa 14. Nataka nikwambie kitu. Kuna tofauti kubwa kati ya kufanya kitu kwa bidii na kufanya kitu kwa mpangilio wa Roho. Bidii bila mafunuo huleta uchovu na matokeo hafifu, lakini mafunuo huleta uvumilivu. Mafunuo huleta uvumilivu, mafunuo huleta utulivu na matokeo na amani ya ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafunuo yanakufundisha kusubiri wakati wa Mungu, na wala mafunuo yakufanya uwe na haraka kwa tamaa ya matokeo ya kimwili. Yanakuonyesha wapi pa kusimama, lini pa kutenda, na hatua gani ya kuchukua, kwa sababu katika mpango wa Mungu kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina majira yake, na kila kusudi chini ya mbingu kuna wakati wake. Katika Mhubiri 3 mstari wa 1 utaweza kuona pale. Nataka nikwambie kitu. Ukikosa mafunuo unaweza kupanda mbegu nzuri, lakini katika udongo usio sahihi. Unaweza kuhubiri ujumbe mzuri, lakini nje ya wakati wa Mungu. Mafunuo yanakusaidia kutofautisha kati ya sauti ya Roho na kelele za tamaa zako. Mafunuo yatakuthibitishia ule wito wako chini ya jua. Watu waliotembea na mafunuo hawachanganyiki kirahisi. Wanajua sauti ya Mungu na namna gani ya kutii. Ndio maana hata unapokuwa kimya kwa muda, unakuwa katika mpangilio wa Roho. Yaani hata kama watu watakapokuona umepoteza dira au hauleti matokeo ya haraka, lakini utastay hapo, utakaa hapo kwenye mstari, kwa sababu unatembea katika mafunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mafunuo yanakupa nidhamu ya kiroho. Yanakufundisha kufanya kila jambo kwa utaratibu, kwa hekima na kwa uongozi wa kiroho. Na pale ambapo Roho anapozungumza, anakuwa tayari kwa hatua, maana moyo wako unatembea sawasawa na mapigo ya moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Point namba 6, andika. Mafunuo yanakuza uhusiano wako na Mungu. Kivipi? Mafunuo si mwongozo wa kazi au huduma. Ni daraja la kipekee la uhusiano wako kati yako na Mungu. Kadiri unavyozidi kupokea mafunuo, ndivyo unavyomkaribia Mungu zaidi. Ukijua zaidi juu ya mpango wake, mapenzi yake na mpango wake wa maisha yako. Mafunuo yanabadilisha uhusiano wa kibinadamu kuwa wa kiroho. Watu wengi huishi maisha ya kidini tu, wakifuatilia kanuni na matendo, lakini hawana uhusiano wa kweli na Mungu. Sikiliza nikwambie. Mafunuo yanakusaidia kuzungumza na Mungu kwa uwepo wa ndani, si kwa utaratibu tu. Katika Mithali 3:32 nasema, lakini yeye aliyefuatilia usiku na mchana ananiweka wazi siri zake. Maana yake, mafunuo yanapofika, unajua sio tu nini cha kufanya, bali ni nini Mungu anataka uendelee nacho kwenye maisha yako. Yanakufundisha kutegemea Mungu kila wakati,
si nguvu zako wala akili yako. Nataka nikuonyeshe mfano hapa. Elisha alipokea mafunuo ya kiroho akijua wakati wa kuingia kwa nguvu ya Mungu. Elisha hakuhitaji ushahidi wa macho, bali alikuwa amefunuliwa na Mungu. Ndiyo maana alitenda kwa uthabiti. Alishinda changamoto zisizo za kawaida. Mafunuo yanakuweka kwenye mahusiano ya kina na Baba. Yanakufanya uelewe uhusiano wako sio kwa kile unachofanya, bali kwa yeye aliyekuita. Hivyo kadiri unavyokuwa na mafunuo, ndivyo unavyokuwa na upendo wa kuaminiana na uaminifu wa kiroho na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 7, mafunuo yanakuza uhusiano wako na Mungu. Nimetoka namba 6, mafunuo yanakuza uhusiano wako na Mungu. Lakini namba 7, mafunuo yanajenga huduma yenye uhalisia. Mafunuo yanajenga huduma yenye uhalisia. Nataka nikwambie kitu. Huduma ya kweli haijengi tu kwa bidii ya kujituma, bali inajengwa kwa mafunuo ya kimungu. Mafunuo yanakupa uwezo wa kutenda sahihi kwa wakati sahihi na kuhakikisha kila hatua yako inalingana na mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Watu wengi wanahubiri au kutenda mambo ya kiroho, lakini matokeo yao ni hafifu kwa sababu hawajaongozwa na mafunuo. Wanapofanya mambo kwa hisia, wanakuwa na matokeo ya muda mfupi tu. Wanapofanya kwa kufuata mafunuo, matokeo yake ni huduma yenye nguvu ya kiroho. Nataka nikwambie kitu mpendwa. Ukitaka kufanya huduma yako kuwa yenye nguvu zaidi, basi tembea katika nguvu ya mafunuo ndani yako. Au mwambie Mungu akufunulie juu ya huduma yako. Au mwambie Mungu akufunulie mwito wako hapa duniani. Au mwambie Mungu akufunulie kwa nini upo hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8 nasema, lakini kila mmoja alipokea thawabu yake kulingana na kazi yake. Maana yake mafunuo yanakuwezesha kuunda huduma isiyo na nakala au kuiga kwa wengine. Watu wengi wanapenda kuiga. Nataka nikwambie, upako wangu sio upako wako. Upako wa yule sio upako wa mwingine. Maana yake kila mtu ana wito wake duniani. Nimeona kuna watumishi wengine wanaona wivu watumishi wengine. Hata kuna mababa wa kiroho wengine wakiona watoto wao wanaanza kuinuka, wanaanza kuwapiga vita. Huu ni uchawi wa kiroho, kwa sababu ukitembea usipojua mafunuo yako, utakuwa una danki katika huduma za watu. Nataka nikwambie kitu. Mafunuo yanakuwezesha kuunda huduma isiyo na nakala. Yaani huduma yako inakuwa sio ya kuiga. Nataka nikwambie kitu. Elisha alipokea mafunuo ya kiroho kutoka kwa Elia. Alifanya kazi zisizo za kawaida na kurudisha maisha na kuponya wagonjwa na kuleta ushindi wa kiroho. Mafunuo hayo yaliweka huduma ya Elisha kwenye ubora wa kiroho na kuifanya iwe na uthabiti. Mafunuo huunda misingi wa huduma yenye uhalisia, isiyoshikilia dhana. Bwana Yesu asifiwe. Isiyoshikilia dhana ya kibinadamu, bali itashikilia dhana ya misingi ya kimungu. Hii inamaanisha kila neno, kila hatua na maamuzi unaoyafanya katika huduma yako huakisi mpango wa Mungu na si tamaa zako au masharti ya watu, bali ni moja kwa moja kutoka kwenye maongozo ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 8, pointi ya 8, andika: mafunuo yanakupa utulivu wakati wa majaribu. Mafunuo yanakupa utulivu wakati wa majaribu. Nataka nikwambie kitu. Kuna wakati ulianzisha huduma yako mwenyewe pasipokuwa na uhakika wa mafunuo ya kiroho, na matokeo yake unapostaki kwenye huduma utaanza kulia mbele za Mungu ukijua Mungu amekuacha. Lakini utapokuwa na mafunuo juu ya huduma yako, maana yake hata unapofika kwenye wakati mgumu, unajua bado mwanga unakuja, bado unajua mlango wa kutokea upo. Lakini ukianzisha huduma pasipo na mafunuo, maana yake hutakuwa na utulivu wakati wa majaribu. Utakuwa unakimbilia kule, unakimbilia huku, na adui atakuwa anapata sababu ya kukupiga. Mafunuo hayatoshi kuwa na mwongozo wa maisha ya huduma, bali
yanakuwezesha kushikilia amani ya ndani hata unapopitia mitihani na changamoto ya dunia. Wakati mwingine watu wanapitia majaribu makali, wanahisi kutikiswa, kuogopa na kuanguka kimaisha, lakini mtu wa mafunuo ya Mungu ana utulivu wa kiroho usiobadilika, kwa sababu anajua ni nani aliyemuita na ni wapi anapoelekea. Katika Zaburi 46 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, Bwana ndiye faraja yangu na nguvu yangu, msaada wa dharura yangu wakati wa majaribu. Mafunuo yanakufundisha kutegemea nguvu za Mungu badala ya kutegemea hali ya kibinadamu. Inakupa hakika kwamba kila changamoto ni sehemu ya mpango wa Mungu na si kukomoa mtu kwa kuharibu maisha yako. Kwa mfano, Danieli alipoangukia kwenye shimo la kwenye tundu la simba, alikaa kwa amani kwa sababu alijua mafunuo ya Mungu yametimia ndani ya hatima yake ya kiroho. Imagine wewe ndio Danieli, alafu utupwe katika tundu la simba. Usipokuwa na mafunuo kwenye huduma yako, utakuwa ni mtu wa kutangatanga wakati wa majaribu. Lakini mafunuo yalimfanya atoe woga, bali kumtumikia Mungu kwa uthabiti, na matokeo yake yalikuwa ushindi usio wa kawaida. Hivyo basi, kadiri unavyopokea mafunuo ndivyo unavyopata utulivu usio na kigezo, amani ya kiroho. Unakuwa na amani ya kiroho ambayo haiwezi kuingiliwa na dhoruba yoyote katika maisha yako. Nataka nikuongezee kitu hapo. Ukitembea kwa mafunuo, mudi yako haitegemei watu wanasema nini. Yaani wakati watu wamechafua amani yako, wewe unakuwa na amani. Wakati taifa limechafuka, wewe unakuwa na amani, kwa sababu unajua Mungu alichokufunulia kuhusu taifa. Waliofunuliwa sio wanaopiga kelele sana mtandaoni, lakini waliofunuliwa ni wale wanaoongea faraga, kwa sababu Mungu anawaonyesha nchi inaelekea wapi. Wanakuwa na majibu ya nchi. Nchi inapochafuka, wao wanakuwa na majibu kamili. Watu wanapoongea, wao wanajua Mungu ameongea nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafunuo ni nanga ya imani yako. Inakuweka kwenye mstari sahihi kwa roho, hata katika dhoruba kali. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya 8, maana yake mafunuo yanakupa utulivu wakati wa majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mke pale nyumbani, unatembea katika mafunuo. Hata mume asipokuambia natakiwa nifanye nini, anapitia wakati gani, ni rahisi sana Mungu kukufunulia juu ya ndoa yako. Ni rahisi sana kukufunulia juu ya huduma yako. Ni rahisi sana Mungu kukupa information ya maisha yako, kwa sababu ni mtu wa kutembea katika mafunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la 9, mafunuo yanaleta matokeo yasiyo ya kawaida. Jambo la 9 na la mwisho, mafunuo yanaleta matokeo yasiyo ya kawaida. Mafunuo ya Mungu hayakufungii tu macho ya kiroho, bali pia yanakuwezesha kuona matokeo yasiyo ya kawaida. Yaani mtu anayetembea kwenye mafunuo anaiona kesho kabla ya leo. Mtu anatembea katika mafunuo anajua itakuwaje kabla hayajatokea. Matokeo haya hayafuati kanuni za kibinadamu au hoja za kawaida za watu. Ni matokeo yanayotokana moja kwa moja kwenye nguvu ya kiroho ndani yake. Watu wanaotenda bila mafunuo mara nyingi hufanikisha mambo kwa kiwango cha kawaida tu, lakini wale wanaofanya kwa mafunuo wanashuhudia matokeo ya ajabu, wanapita uwezo wa akili ya kibinadamu. Kwa maana kazi yote ya Mungu ni ajabu kwa wale wanaompenda. Kwa mfano wa kibiblia nikupe hapo. Paulo na Barnaba walitekeleza mafunuo waliopewa na Mungu. Wakasafiri kuhubiri, kuponya wagonjwa na kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mataifa, jambo lisilo la kawaida. Elisha alipopewa mafunuo ya Eliya, alifanya kazi zisizo za kawaida. Alifufua wafu kuishi tena, akaponya wagonjwa, na hata chakula kilipatikana kwa wingi kwa mujibu wa ufunuo wa kimungu. Mafunuo hayana kikomo, yanakuwezesha kushinda vizuizi vya kawaida. Vinakuletea uzalishaji wa kiroho usioweza kuhesabiwa na kushikilia ushindi wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitembea kwa mafunuo, ni ngumu sana mtu kuiga. Mungu unapotembea katika nguvu ya mafunuo ya kiungu, maana yake kila siku Mungu atakuwa anakufunulia wapi unakwenda, wapi nini cha kufanya, na ufanye kwa kina nani na wakati gani wa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafunuo
yanaleta matokeo yasiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nafika mwishoni, nataka nikwambie kitu. Nguvu ya mafunuo ya Mungu ni nguzo kuu inayoumba maisha na huduma ya kweli ya kiroho. Ni kielelezo cha wito wa Mungu katika maisha yako na ni injini ya kuendesha kila hatua yako kwa usahihi na kwa uthabiti. Mafunuo hayatoi tu mwanga, huleta hatima yako, bali yanakuweka kwenye mpangilio wa kiroho. Yanakufundisha kutenda wakati wa Mungu kwa wakati wa Mungu na yanakuwezesha kushinda hofu, mashaka, dhoruba za maisha. Na wakati mwingine unapoonekana kama huna nguvu au hauna anayekuthamini, mafunuo yanakuweka moyo wako uthabiti, kwa sababu unajua nani aliyekuita na kwa nini umeitwa. Mafunuo yanakufanya utembee huru kutoka kwa maoni ya wanadamu. Yanakupa uhakika wa wito wako na kuunda huduma yenye hisia na matokeo. Na kufanya kazi kwa mafunuo si ya kawaida. Ni matokeo yanayovuka mipaka ya akili ya kibinadamu, yakiashiria nguvu ya Mungu inayofanya kazi kupitia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma ya maisha bila mafanikio ni kama gari lisilokuwa na mafuta. Linaweza kuonekana zuri, lakini haliwezi kusafiri milele. Lakini mtu aliye na mafunuo anamkimbilia Mungu, anamtii na anaona matokeo yasiyo ya kawaida. Mafunuo ni nanga ya imani yako, mwanga unaokuongoza na silaha ya nguvu ya kiroho inayokuwezesha kutimiza wito wako na hatima yako kamili. Kwa hakika kila mtu aliye mwaminifu na mwenye mafunuo ndani yake atashuhudia nguvu, atashuhudia uthabiti na ushindi wa kiroho unaopita mipaka ya kawaida. Nguvu ya Mungu na nguvu ya mafunuo si ya kuonekana tu, bali ni msururu wa maisha ya kiroho yanayojengwa kwa uhalisia, yanayojengwa kwa uthabiti na yanayojengwa kwa matokeo yasiyo ya kawaida. Yote yanafunuliwa na Mungu mwenyewe ndani yako. Kumbuka, mafunuo ni urithi wa kila mtumishi wa Mungu, nguzo ya maisha na kiini cha utumishi unaofanikisha maisha ya watu wengine. Hakuna mtu aliyepewa mafunuo anayeshindwa kutimiza wito wake. Kila neno na hatua inatendeka chini ya mafunuo na kuashiria nguvu ya utukufu wa Mungu ndani yako ama ndani ya muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kutembea katika nguvu ya mafunuo ndani yako. Unapotembea katika nguvu ya mafunuo ndani yako, hata huduma yako inakuwa sio ya kawaida. Mafunuo ni dira ya maisha yako. Mafunuo ni msingi wa huduma yako. Mafunuo ndio dira katika maisha yako. Mtu anayetembea katika mafunuo anafanya kazi kwa uthabiti mkubwa sana, na Mungu anajifunua kwa watu hawa kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Nataka nikwambie kitu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Jifunze kutembea katika nguvu ya mafunuo. Mwambie Mungu akwambie sababu ya wito wako. Mwambie Mungu akupe dira ya wito wako. Hakika utatembea kwa uthabiti na utatembea ukijiamini katika huduma yako. Wakati dunia inapiga makelele, wewe hautapiga makelele, kwa sababu unajua aliyekuita, kwa sababu unajua njia utakayoiendea. Kwa sababu neno la Mungu asema, nitakuonesha, nitakushauri jicho langu likikutazama. Watu wenye mafunuo ni watu wanatembea katika ushindi mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Majina yangu naitwa Mwalimu na Apostle Frank Steven Muhando, chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Gabriel Hasani wa BBHC pale Kigamboni Darajani, na Mungu wa mbinguni akubariki sana.